Waliokuwa wanahudumia huduma ya Yesu Kristo walikuwa wanawake. Tuna Mariam Magdalena, tuna Yona mkewe Kuza na tuna Susan. Walikuwa ni wanawake watatu ambao walikuwa wanatoa pesa zao na mali zao ili huduma ya Yesu Kristo iende mbele. Najua tumekutana na nadharia nyingi kwamba mwanamke anatakiwa kuhudumiwa, mwanamke anatakiwa hivi. Hata mimi pia hivyo vitu nimewahi kusupport na pia na support, sio kwamba si support. Lakini hakuna kitu kizuri kama mwanadada kuwa na hela zako wewe mwenyewe. Hata kama ni 200, hata kama ni 300 ya kwako wewe mwenyewe, ina raha yake. Na hata kama wewe pengine ni mwanadada ambaye labda umekuwa ni mama ambaye unakaa nyumbani, unajua, lakini make sure kwamba ile presence yako, nikimaanisha uwepo wako, unafanya nyumbani kwako watu hawapungukiwi. Kwa sababu Biblia inatuambia kusoma kwenye kitabu cha Mithali 31 kwamba mabinti wengi wamefanya mema ila wewe umewazidi wote. Yaani ule uwepo wako tu ufanye kwamba watu wengine ambao wako karibu na wewe waweze kutengeneza pesa. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kufahamu ili kuanza kutengeneza pesa kama mwanadada ni kujitengeneza wewe mwenyewe. Na anzaga na wewe mwenyewe kwa sababu najua kabisa ukishajitengeneza wewe mwenyewe ni rahisi vitu vingine kukufuata. Ukishajitengeneza wewe mwenyewe ni rahisi vitu vingine kukufuata, kusogea kwenye mkondo wako. Kitu cha kwanza kabisa, jitengeneze kiroho. Nataka tu nikwambie kwamba pesa ni ya kiroho. Pesa sio ya kimwili kama tunavyofikiria. Pesa ni ya kiroho. Kuna watu ambao hawafanyi kazi na kuna watu ambao hawana hata hizo kazi kubwa, lakini yani pesa kwao inawafuata. Nataka tukwambia pesa kwao inawafuata. Kuna mwingine tu kuongea tu, akishaongea tu maneno mawili matatu, hela hiyo hapa. Yani ameongea tu, amemshauri mtu, na maneno ulioniambia ni mazuri kabisa, yana nafurahia. Na tunaona pia hata kusoma kwenye kitabu cha Luka sura ya 8, Mariam Magdalena kipindi na pepo 7 alikuwa hawezi kufanya kitu chochote. Alikuwa hawezi hata kama akishika kitu eti kwamba hicho kitu atakachokuwa amekishika labda kitaweza kuzidi au kitaweza kuzalisha, ilikuwa haiwezekani. Lakini Yesu alipokuja kumuombea na kutoa wale pepo 7 ndani yake, Biblia inatambia kwamba Mariam Magdalena aligeuka kuwa mwanamke ambaye ni partner wa huduma ya Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa hiyo mandada yote ambaye unataka kuanza kutengeneza pesa, hebu anza kutengeneza kiroho chako. Unaelewa? Anza kusafisha kiroho chako. Anza kukataa zile roho za mikosi, roho za kushika vitu vinaisha. Ukipata tu pesa hujui inaenda wapi, ukipata hela hujui inaenda wapi. Au wewe mwenyewe unajikuta hata kama ukianzisha biashara, unajikuta tu biashara haiendi. Anza kutengeneza kiroho chako. Tengeneza mahusiano yako, jitengeneze wewe mwenyewe, anza kujiombea wewe mwenyewe kwanza. Unajua ukishakuwa sawa rohoni, trust me. Yaani ukishakuwa sawa rohoni, haijalishi ni una muonekano gani, vitu vinakufuata, favor zinakufuata, watu wanakufuata, mali inakufuata, pesa inakufuata. Anza kutengeneza kiroho chako. Kama wewe sio mwanamaombi, anza kujiombea. Kwa nini watu wengine wakiwa wanauza wewe wauzi? Kwa nini watu wengine wakiwa wanafanya biashara zao wewe unajikuta biashara yako imekuwa duni tu, au uelewi kitu gani ambacho kinaendelea? Kwa nini ukikuta wewe labda pengine unafanya kama wanachofanya kitu watu wengine, lakini wewe chako unakuta akieleweki kwa nini kipo hivyo? Kwa kitu kwanza ambacho unatakiwa kufanya kama mwanadada ni kutengeneza kiroho chako. Make sure unajiombea, make sure unajisemea maneno mazuri, make sure unajitamkia vizuri, make sure rohoni unahakikisha kuko sawa. Kwa sababu kama rohoni kwako kuko sawa, Biblia inasema kwamba lolote utakalolitenda litafanikiwa. Ukisoma kwenye Zaburi 1:3 kwamba lolote wewe utakalolifanya litafanikiwa, kwa sababu utakuwa ni mti uliopandwa kando kando ya nini? Ya vijito vya maji. Ukisoma kwenye Zaburi sura ya 1 mstari wa 3. Kwa kitu cha kwanza na tunajifunza kutoka kwa Mariam Magdalena ni kwamba tengeneza kiroho chako. Jitengeneze wewe rohoni, anza rohoni, kutengeneza rohoni. Anza kujiombea, anza kujisafisha wewe mwenyewe rohoni. Kwa sababu inawezekana umetoka kwenye ukoo ambao kushika hela kwenu mwisho ni 200,000. Kushika kwenu hela mwisho 2,200,000. Mtu akishika sana huyo ni tajiri 5,000,000. Kwa hiyo unajikuta kwamba hata kama utatafuta pesa kiasi gani, kuna limitation ambayo iko hapo. Kwa hiyo anzia kwanza kwenye kiroho cha kwako. Lakini kitu cha pili ambacho unatakiwa kufanya mwanadada ambaye unataka kuanza kutengeneza pesa, anza kujitengeneza kiakili. Nikimaanisha nini? Kuna muda ambao watu wengi tunafikiri kwa sababu watu hela zinawafuata, basi tunakaa tu, unajua tunakaa, yani umekaa tu kama upo. Yani akili yako imekaa tu, hauna chochote cha kufikiria. Anza kujitengeneza kiakili. Kwamba hivi mimi nilivyo leo hii, ni kitu gani ambacho naweza nikakifanya ambacho kinaweza kaniingizia pesa? Au ni jambo gani ambalo naweza nikalifanya ambalo likafanya mimi nianze kufanya nini? Kuingiza pesa. Sio kwamba labda natakiwa nikae chini nisubiri nije kupata elite boyfriend pengine ndio aje anipe pesa. Hapana, anza wewe mwenyewe kujitengeneza kiakili. Kwamba ni kitu gani ambacho nitakifanya? Ni biashara gani ambayo mimi binafsi naweza nikafanya? Lakini usianze kujitengeneza kiakili kabla hujajitengeneza kiroho, kwa sababu kama hauna ushirika na Roho Mtakatifu, hata akili yako haiwezi kufunction.
Kama hauna ushirika na roho yako vizuri, akili yako haiwezi kufunction, kwa sababu akili yako itakutuma kwamba okay, there is no need wewe kutafuta hela kwa njia hiyo. Kwa nini usianze kufanya hivi? Kwa nini usichukue mwili wako kwa utumia? Kwa nini usifanye hivi? Lakini ukishakuwa umetengeneza kiroho, hata kiakili utajua okay, mimi ni binti, maybe naweza nikapika mandazi, maybe naweza nikapika sijui chapati, maybe naweza nikapika vitu fulani. Kwa hiyo anza kujitengeneza kiakili, lakini pia kwenye kujitengeneza kiakili, yani ni kwamba ninachosema, tafuta njia, yani utafute njia au mlango ambao utakusaidia kutengeneza pesa. Tunaona kwenye Biblia kuna watu kama wakina Lydia, alikuwa ni mtu ambaye anatengeneza nguo za rangi ya zambarau. Walikuwa wanawake wengi ambao wanafanya kazi kwa mikono yao. Hata mwanamke wa Mithali tunamuona alikuwa anafanya kazi pia. Kwa hiyo anza kujitengeneza mwenyewe kiakili, kwamba akili yako ijiambie kwamba mimi kama binti natakiwa niwe na hela za kwangu. Mara nyingi sana mabinti wengi wanataka kutafuta hela kwa sababu tunaamini kwamba tumeshaumbwa tayari kwa ajili ya kuhudumiwa. Kwa hiyo haijalishi kwamba nini kitu gani, lazima tukae chini tuhudumiwe. Kumbe unatakiwa ujitengeneze kiakili kwamba okay, sawa nimeumbwa kuhudumiwa, lakini je, hata kama sio nimeomba tu kuhudumiwa. Mungu ameniumba kumiliki, kutawala, unajua. Kwa kutawala akili yangu, hebu nitatawala wapi? Na tuko 2026. 2026 ni mwaka ambao Mungu alimpa mwanadamu utawala. Wapi nitakapenda kutawala? Ni kitu gani ambacho kitakachonisaidia mimi pengine kupata pesa? Okay fine. Labda ninapofikiria labda nikapika kama nimesema chapati, nikapika kande, nikapika hivi na hivi. Anza mwenyewe kutengeneza akili yako kwamba wewe ni mwanamke jasiri ambaye unaweza kufanya kitu chochote na hicho kitu chochote kinaweza kikazalisha matunda. Lakini kitu cha pili, anza kujitengeneza kimwili. Sometimes muonekano wako wa nje unaweza ukakuvutia wewe pesa. Kwa mfano kama mimi biashara ya nguo sikuwahi kujua kama ningeweza kuuza. Siku moja niketi nianze kuwauzia watu nguo hizi za ofisini, hizi za wapi, sikuwahi kujua. Lakini bila nilivyokuwa navaa, kuna watu ambao walikuwa wakiniona, mtu anakwambia t-shirt umelipata wapi? Ile umepata wapi? Naomba nipate sehemu fulani. Okay sawa, basi ngoja nitakupa hela uninunulie. Unajikuta umeweza kumnunulia mtu. Au mtu mwingine anakufuata tu, nguo umenunua sehemu gani? Umenunua sehemu fulani. Na wewe unamwambia yule ununua kule. Nguo kuna mtu ambaye anaitaka. Unaongeza basi shilingi 2,000, shilingi 3,000. Kwa hiyo ukianza kujitengeneza kimwili wewe mwenyewe itakusaidia sana. Kwa hiyo utajikuta umepata fursa nyingi ambazo hata wewe mwenyewe hukuwahi kufanya nini? Kuzijua. Kwa mfano kama niseme kama tu kila masaa umevaa labda hivi niseme makanga si mavitenge, upo tu nyumbani tunafanya nini hivyo, hata kanisani ndio hivyo automatically. Hata kwa hali ya kawaida kama unataka kuuza nguo, watu hawezi kununua nguo kutoka kwako kwa sababu test ya nguo kwako ni ngumu. Kwa hiyo anza kwa mwenyewe kujitengeneza kimwili. Nimesema tupo kwenye point ya kwanza kwenye kujitengeneza. Jitengeneze wewe kimwili, unajua. Hata pesa pia inavutwa, unajua. Pesa pia inavutwa. Hata watu watakapokuona, mtu mwingine anasema viatu vyako ni vizuri na viuza, hata kama uviuzi na viuza. Unajua hivyo inafanya nini? Inakusaidia, unajikuta umefungua fursa mbalimbali. Kwa mfano kama mimi sasa hivi pia ninauza vitabu aina mbalimbali kwa mdau yote ambaye anataka kitabu. Nauza vitabu mbalimbali. Sio kwamba nilikuwa nauza vitabu mwanzoni, lakini hapana. Nilianza kujitengeneza kimwili, nikagundua okay, hata akili yangu na kitu ambacho nataka, kumbe ngoja niongeze maarifa. Mtu akiniona na kitabu kimetoka hapa, naomba no, hiki kitabu nakiuza. Hata kama kipindi nilikuwa siuzi kitabu, naomba hiki kitabu nakiuza. Kwa kipindi cha zamani. Kwa kitabu nakiuza, naanza kumuuzia mtu kitabu. Lakini yote anatikana nini? Appearance yako. Jitengeneze kama yule mtu ambaye anatafuta kupata pesa. Lakini kitu kingine, jitengeneze kihisia. Unaelewa? Wadada wengi tunaona kama hatufai. Si unanielewa? Yes, wadada wengi tunaona kama hatufai. Lakini Biblia inasema kila mtu atakula matunda ya kinywa chake. Kwa kihisia, hisia zako sisi kama mimi I'm a girl, natakiwa nipate a rich husband, a rich boyfriend ndio aje anipe hela au sijui nani. No, hata kutengeneza mwenyewe kihisia kwamba Mungu kuna kitu ambacho ameweka ndani yangu mimi kama binti, sio mtu wa kushindwa, sio mtu ambaye nitaanzisha kitu kitapotea tu. Lazima nitafanya kitu na hicho kitu kitakuwa na kitaongezeka. Kwa kujitengeneza wewe mwenyewe utakuwa umejifungulia milango ya fursa kuanzia rohoni, mwilini, akilini, kihisia. Wewe mwenyewe unaona kabisa hapa kuna fursa. Hapa kuna kitu fulani natakiwa nifanye. Lakini kitu cha pili ambacho kitakusaidia wewe mwanadada kuweza kutengeneza pesa kabisa ni kwa kutumia fursa zilizopo. Okay. Mahali unapoishi wewe kama binti, kuna vitu gani ambavyo vipo hapo? Unakuta kuna sehemu ambapo kuna fundi ujenzi ambao wanajenga. Kwa nini usipike chakula hapo? Unajua watu wanasema hivi, nyinyi ambao mna cancel watu au mnawashauri watu kupitia maandiko na nini, unaona kama vitu virahisi. Mimi sikwambii kitu ambacho sijakiishi, unajua. Sikwambii kitu ambacho sijakiishi. Tumia fursa ambazo ziko eneo husika. Kama sasa hivi kama nilivyosema, mimi sasa hivi nina YouTube channel 2, Tabitha and Tabitha na Binti na Tabitha. Hizo YouTube zote zinahitaji mtu apate maarifa na hekima. Na Mungu amenipa utashi kama nilivyosema. Kwa kuwa nilikuwa nimejitengeneza kiakili na kihisia, nikagundua kwamba nahitaji vitabu, nahitaji hekima nyingi, nahitaji kujifunza kutoka kwa watu wengine. Kwa hiyo nimetumia fursa iliyopo ambayo Bwana amenipa, karama alionipa kuweza kutafuta kitu kingine. Sasa hivi ninauza Bible, ninauza vitabu, na sio tu vitabu na Bible. Vitu vingi ambavyo mtu yote atakachokuwa anataka kinachohusiana na mambo ya Mungu, wewe niambie. Au kitu chochote ambacho unaona kabisa kina uwezo na niambie, mtu anakuja na anamuuzia.
Kwa popote ambapo ninapokuwepo, mtu nikiwepo, umeokoka, nimeokoka ndio nauza una Bible. Sina, naambia mimi nauza Bible. Kwa hiyo unajua kila alichonipa Mungu nakitumia kama fursa. Kwa hiyo wadada, tujitahidi sana kutumia fursa, unaelewa? Tujitahidi kutumia fursa ambazo zipo. Ofisini kwenu hapo unapofanya kazi, umegundua kwamba kuna vitu ambavyo havipo hapa ofisini kwenu, basi vipeleke. Umegundua kwamba ofisini kwenu muda wa lunch vile watu hawahitaji nini, wanatamani kuenda kununua juisi mbali, tengeneza juisi, peleka. I remember wakati nasali kanisani kwetu, kanisa langu la kwanza kabisa, wako na dada mmoja alikuwa anaitwa Edina, alikuwa anatengeneza kajuisi. Tukimaliza ibada vile, tunapomaliza ibada watu wanatawanyika, anatoka nje, jamani, juisi, tunanunua juisi. Unakuta umenunua juisi mmekaa, maana kipindi tulikuwa tuna kanisa na kwanza tulikuwa tu tunakaa uwanjani. Kwa hiyo unakuta watu wamenunua juisi, wanajipoza makoo joto na nini. Kwa hiyo unajikuta alijikuta alianza kuingiza hela kwa kiasi kikubwa, na wengine pia wakaanza kuuza juisi. Unaona watu wakawa wamepata walitumia jua kama fursa, naweza kusema joto kama fursa. Kwa hiyo mahali uliopo, tumia hiyo fursa ambayo iko eneo hilo. Hiyo itakusaidia wewe mwenyewe kama mwanadada kutengeneza pesa, kwa sababu hakuna kitu ambacho kinafanya wadada wengi tunarudi nyuma, tunaacha kumtumainia Mungu kama hela, unaelewa? Hata kama wewe ni mama ambaye uko nyumbani, sizungumzi tu na wadada, na mama pia ambaye uko nyumbani, tumia fursa ambazo zilizopo nyumbani kwako. Maybe una kashamba, basi lima mahindi, unaelewa? Nasema kitu ambacho nakifahamu. Maybe una kashamba, lima mboga mboga, unaelewa? Yes, tumia hizo fursa ambazo zipo, lima mboga mboga, unaweza kuwa unawauzia watu. Na unaweza pia usiwauzie watu. Watu kaja kuchuma bure, na you never know nani ambaye atakubless. Ndio maana tumesema ukitengeneza kilo chako, sio lazima uende kusiju nje ukauza kitu fulani. Mtu anaweza kaja pale, asante jamani, nimechuma hii mboga inanisaidia, shika 5,000, shika 1000 ngapi. Kwa hiyo tumia fursa zilizopo hizo ambazo zitakazo kuvuta wewe uweze kupata pesa. Kwa hiyo mama wa nyumbani, usije ukajisikia vibaya kwamba okay, mimi nakaa tu nyumbani. Nyumbani kwako unalima mboga, nyumbani kwako unalima mahindi, nyumbani kwako unatengeneza barafu, hata wageni wakija unatengeneza juice, kitu chochote. Najua kuna mama wengine ambao mmekaa sehemu ambazo pengine mume wako anakataza kazi, anakaza kufanya kitu fulani, sio kitu kibaya, lakini hakikisha unatumia pia fursa zilizopo. Nikimaanisha nini? Wale watoto wako vizuri, okay? Just do that. Hiyo pia Mungu atakufanyia provision kupitia hicho kitu. Unaelewa? Kupitia watoto wako wewe mwenyewe, Mungu atakufanyia nafasi, atakufanyia njia. Kwa hiyo nikisema fursa kwamba una watoto, watumie watoto wako, wale watoto katika njia nzuri, katika maadili mema. Mungu atawabariki, Mungu atawaonekania, na wewe utajikuta mwisho wa siku haupotelei na kitu chochote, haujapungukiwa kitu chochote. Kutokana na yale unayoyafanya, unajikuta tu umewabariki watu. Kutokana na vile tunavyofanya, unakuta Mungu anakufungulia milango ya baraka, hata hujui hiki kitu kimetokea wapi. Kwa hiyo ni pointi yetu ya pili kwa habari ya kutumia fursa zilizopo kama mwanadada, natumia fursa zilizopo. Lakini kitu cha tatu, Biblia inatuambia kusoma kwenye Mithali 14 mstari wa 23 kwamba katika kila kazi mna faida. Fanya kazi. Unaelewa? Fanya kazi ambayo unaona umepewa ili uweze kupata pesa. Unajua ndio sawa, zipo fursa na nini na nini. Lakini mwingine unaweza kuziona hizo fursa zote na ukaona yote niliyokuambia, lakini still ni mvivu. Hapana, amka, nenda kafanye kazi. Sio, unanielewa? Yaani kama Mungu amekupa karama, hakikisha unaifanyia karama yako kazi. Mungu amekupa kipawa, kifanyie kipawa chako kazi, kwa sababu kupitia huko ndiko Mungu atakapokufungulia milango ya baraka. Biblia inatuambia hivi, kusoma kwenye kitabu cha Mithali 17 mstari wa 8, inasema kipawa ni kama kitu cha thamani, kigeukapo mtu upata faida. Una karama ya kuimba, una kipawa sijui cha uchoraji, sijui vitu gani, vyote alivyokupa Mungu, vyote vipawa vyote, tumia, fanyia kazi. Usiseme kwamba nitafanyia kazi kesho, nitafanyia kazi kesho kutwa. Tumia leo hii. Mimi na wewe tusingeweza kujuana kama mimi ningekaa kimya na hii karama nilionayo, ningekaa kimya na kipawa changu nilichonacho, tusingeweza kufahamiana. Kwa hiyo usizibe mdomo wako, fanyia kazi kile kitu ambacho Mungu amekupa. Usionyeshe uvivu. Kupitia hicho kitu Mungu ataanza kukubless. Mungu atainua watu. Utaanza kushangaa hivi vitu vinatoka wapi? Haya mambo yanatoka wapi? Mbona imekuwa hivi? Mbona imekuwa vile? Mbona imekuwa hivi? Kwa hiyo kitu kingine ambacho unatakiwa kufanya mwanadada ili uweze kutengeneza pesa, fanyia kazi kile kipawa au karama ambayo umepewa na Bwana. Ifanyie kazi. Utaniambia siku moja utaamka asubuhi utaanza kujiuliza, kumbe Mungu anaweza kufanya kazi katika njia nyingi. Kumbe Mungu anaweza kutenda kazi katika njia nyingi. Kwa kufanya hivyo utajikuta umeanza kutengeneza pesa pasipo wewe mwenyewe kujua, kwa sababu watu watakuja, watabarikiwa. Watu watakuja watakuungisha. Kama una kipawa, si ndio hizo karama, si mpigaji ngoma, si kitu gani, vyovyote ambavyo Mungu, utajikuta umeanza ku make money kupitia hicho kitu. Hivi ni vitu ambavyo mimi binafsi, na siwezi kumshauri mtu kitu kingine ambacho sijawahi kukiishi na wala sijawahi kukifahamu, na hata kama nikikisikia lazima nikifanyie research. Kwa hivi ninavyokuambia ndivyo mimi ambavyo vimenisaidia leo hii kufika hapa nilipofika. Kuanzia kujitengeneza kiroho, kwa sababu nilikuwa naamini kwamba wale watu ambao wanapata pesa ni kwa sababu wanastahili, labda mimi sistahili, lakini nikaja kugundua hapana, hata mimi mwenyewe
inastahili, natakiwa nitengeneze kiroho changu, natakiwa niombe kibali, natakiwa niombe nafasi, natakiwa niombe hivyo. Lakini pia nikaja kujifunza kutumia fursa, kwamba mwanzoni nilikuwa ni mtu wa kulalamika kwamba Mungu sasa hivi hujanipa kazi, sijui nini na nini na nini. Baadaye nikagundua okay, hata kama hajanipa kazi, lakini aliponipa amenipa kitu ambacho naweza nikatumika. Nina huduma. Katika huduma naweza nikafanya kitu gani? Kumbe ngoja nianze kuuza vitabu. Na nimejikuta kwamba kupitia kuuza vitabu, kupitia kuuza Bible, kupitia kuuza notebook, madaftari na nini, nimejikuta Mungu akiniprovidea kupitia hivyo vitu. Kwa sababu kama kitabu nimekichukua huko pengine 10,000 nikakiuza 12,000, ile 2,000 ni hela kubwa sana, au 13,000 ni hela kubwa sana. Kwa hiyo mimi kwangu naona kabisa ile 3,000 inaonekana kama ni faida ndogo, lakini kuna namna ambayo nikijumuisha kwenye vile vitabu nilivyopata inawezekana ikawa ni hela kubwa kwangu na mwingine ni sio kubwa. Lakini pia nimekuja kugundua kwamba kingine kwenye kufanyia kazi kile kitu alichonipa Mungu. Chochote ambacho Mungu amekupa kifanye, usikionee uvivu, usifanye chochote, jikuta umeanza kutengeneza pesa kwenye hicho alichokupa Mungu. Kifanyie kazi kwa bidii, weka moyo wako, weka akili yako na ufahamu wako, huku kimtanguliza Mungu katika kila wakati na katika kila majira. Jina langu naitwa Tabitha, nakupenda sana. Mungu akubariki na kukutunza. Usisahau kusubscribe, like, comment and share. Bye, see you next time.